sana sana sana. Amen. Wazee simameni. Ule timodo wako leho ni babura. Tuna huyu ndugu hapa. Mwisho tu wa babura. No atenguke. Yes brother, sema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa James. Nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu. Amen. Nimefurahi kujiunga na nyinyi siku ya leo. Nimehisi ile tunaita fire praise. Very sweet. So, fire praise. Fire praise. Hiyo praise ilikuwa moto sana. So nimefurahi sana kujiunga na nyinyi. Na pia ninaomba pia Mungu atupanue pamoja. Amen. Yeah. Amen. Asante. Unaishi wapi? Naishi Mukuru kwa Ruben. Umekaa huko miaka ngapi? Tangu kuzaliwa. Tangu kuzaliwa? Yeah. Ulizaliwa na hiyo hali yako ma? Ilikuja baada ya miaka 2. Miaka 2 baadaye? Sasa umekuwa hivyo? Ndiyo ilikuwa hivyo, lakini mwanzo kabisa kulikuwa na macho, lakini alikuja kutolewa. Walitoa? Labda ni huyo ako karibu na wewe ndiye alitoa. Anaitwa Karo. Ulitolewa Kikuyu? Ukule Kikuyu? Ni Kikuyu. Okay. Yeah. Okay. Kikuyu muguze mkono wako huyo amekuguza huyo ndio anatoanga macho. Ni Kikuyu Hospital. Kikuyu Hospital. Ushaisikia jina Karo? Kikuyu. Nilikuwa mdogo sasa. Kwa hivyo alikuwa mdogo, bahati yake. Basi asante sana, unaweza keti. Asante, Mungu akubariki sana. Wow. Kwa hivyo dali na maidha. White kenini ya? In a sense. Umwamo ikiri ugoneke. Karo. Umwamo ikiri ugoneke. Madaktari na wao anakuambia tutakata mguu yako sasa. Na anakuambia nakata ndio nikusave. Sasa utasema nini? It's painful. Usijari. Mwambie mwenzako I am not alone. I am not alone. I am not. Mwambie mwenzako I am not alone. Si yuko peke yangu. Mwambie tena na Kikuyu na language yako. I am not alone. Hallelujah. Mwambie na lugha yako I am not alone. Mwambie wewe ni kabila gani? Wewe ni Mumero? Ni Mtaraka? Mko ni Mtaraka si Mumero? Wale waliiba kura. Hii Kimero ya huyu na huyu mnaweza sikilizana? Hebu mzungumzie. Ongea ile ingine ya Mira. Anaweza sikia? Kwa hivyo wewe ni Mumero. From Mero County. Ni kama unasikia kuna Mluya, lakini sasa ukiingia ndani utakuta kuna Muisuga, kuna Mwendaho, kuna Mubaragori, kuna Woti, kuna Saba kwamba pingeni shetani na atawatoa. Ukienda kwa Wakalejini, unaona hiyo Mkalejini tunaweza Ruto. Kuna mahali anaweza kwenda ongea Kikalejini wasimusikie. Kuna Mkepizigis, kuna Munandi, kuna Mwerigeo, kuna Marakwet, wote wako anda Kalejini. Ukienda huko kwa Wateso, kama wewe ni Mteso, si ndio? Ukienda kwa Wateso kuna
Kuna wale wa Chato wanaitwa nani? Wazanaki. Si ndio? Wale wa Tanzania. Lakini ukikuja hapa mnaitwa Wakuria. Na Wateso. Lakini ukiongelea Mteso na Mkisii ni moja tu kwa sababu they speak the same language. Lakini zote utakumbuka language moja ilikuwa moja. Lakini kuna mtu alitaka kupanda kufika kule biguni kufikia Mungu. Kukaporomoka kila mtu akaanza kuongea lugha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kuna baba amekuja. Fafa, habari yako? Sikaa tu hivyo umekaa tuzungumzie. Jina yako ni nani? Simon. Simon ni nani? Mugai. Umetoka wapi baba? Nakuwa Kitale. Kitale. Umetoka Kitale? Ni matibabu nilikuja. Ni matibabu nilikuja. Ulikuja matibabu? Mmekuja na nani hapa? Nafikia kuna mama mmoja nieleza nikuje tushirikiane pamoja. Ni matibabu ya nini unataka? Ya mguu, nianguka na gari. Ulianguka? Mpaka umefika? Mpaka nimefika. Hallelujah. Amen. Na wewe pastor? Na wewe? Anataka nichike. Asante. Si unaona anajua. Anasema ubiri kwanza wachana na story mingi. Mwambie mwenzako mimi si yuko peke yangu. Tusome kitabu cha Joshua 6. Joshua 6 mstari wa kwanza. Kisha tutasoma kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 14. Joshua, sijui kama nitapata Biblia Kiswahili. Ile ya nywele mlitoa. Ndio hii. Tusome tu, walikuwa nataka tusione lakini nifungulie Joshua. Ndio nisome. Leo nataka kuzungumza Kiswahili mingi. Naona kuna wale wa mama wananiambiaga kama huyu. Ananiangaliaga na macho baya, mzee amekuja naye sasa ameongezeka. Nikiongea Kisugu mingi atakuwa ananiangalia na macho ingine baya. Wacha tusome kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi. Tumebarikiwa, tulikuwa na mkesha mzuri sana siku ya Ijumaa. Inaitwa night ni purpose night ama night purpose. Purpose night. Doni alituongoza vizuri sana na tulishukuru, tulikuwa wengi na tulibarikiwa. Sema tulibarikiwa. Na tuweke moto kabisa mpaka tumhakikishe kila kitu kimesimama. Wangapi wako tayari sasa tuanze mwendo wa kanisa? Zamani unajua unaweza kuniuliza swali, kwani zamani tulikuwa na nini? Karosi niulize na wewe ni secretary. Tulikuwa na kitu kinaitwa vuguvugu. Vuguvugu ni wakati mnaanza. Halo saa. No wakinya. Kweli. Kaka nego okay. Sasa vuguvugu ni ile kitu mnashikana. Watu kadhaa mnasema wacha tufikirie kuanza. Alafu mnaanza maombi. Tukajipatia miaka kadhaa kuambia Mungu tunataka utupe kibali cha kufungua kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibali chenyewe tumepata just the other day. Ndio uliona nilianza kusema tukue na wazee, tukue na nini, ndio kanisa ipangike. Sasa kutoka siku hii ya leo, mipango yote ya kanisa itabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mipango yote ya kanisa itabadilika. Kwa sababu sasa management itakuwa ni kanisa. Haleluya. Sasa tutaingia kwa mutaratara. Sema mutaratara. Mutaratara. Kwa hivyo kama buju kuna venye ulikuwa umezoea kukaa hapa, ikuta change. Itabidi sasa na wewe uchange. Ama ukishindwa sana kuchange, si unajua tu. Unajiondoa tu pole pole. Usilete shida. Ukisikia umepangwa mahali haukuaga, ujue sio mimi, ni Mungu anapanga. Kanisa ikisikia imeingia wazee, imeingia mama, imeingia youth, imeingia na hii, the presence of God and the control of God has taken over. It is beyond me. Hata saa hizi sasa nikasema nitatoka hapa, mimi mwenyewe nitoke, itabakia iendelee. Hallelujah.
Itabaki na itaendelea, mimi ndio nitatoka. Maana now God has taken over. And when God has taken over, there is something that happens that is unusual. There is a discipline of God that takes over. And when that discipline of God takes over, there are many things that will happen to you. Economically, you will change. Sikusikia imeni hapo. Economically, you will change. Bwana Yesu asifiwe sana. Financially, you will change. Spiritually, you will change. Hata physically, things will change. Hallelujah. Kwa sababu it has been taken over by the owner. When the owner takes over, management of everything will change. Kwa hivyo, be ready for anything. Radical changes zitafanyika hapa. Radical, na si mimi, ni Mungu atakuwa akipanga. Kwa hivyo, nataka kutukutana na elders, wale nilimwagilia mafuta later after this service, na leadership ya kanisa. I will learn to meet later after the service. Tukutane huko chini, ndio tupange na tuelezane. Hapa ni wapi, hapa ni wapi, na hapa inaenda wapi. Bwana asifiwe sana. So tusome kitabu cha Joshua, kitabu cha Joshua. Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Sema hapana mtu aliyetoka na hapana mtu aliyetoka. Yeah? Hapana mtu aliyeingia na hapana mtu aliyetoka. Sema hivyo. That nobody got in and nobody got out. Jericho was completely closed. I want to speak to a person tonight. You are not alone. They may have locked you. Wamefunga milango, wamefunga njia zako, wamefunga barabara zako, wamefunga maisha yako, wamefunga ndoa yako, wamefunga biashara yako, wamefunga huduma yako. Lakini what I want to tell you tonight, ya kwamba hauko peke yake. God is with you. Irrespective of what is happening in your life. Irrespective of wenye wamesema, walinena na wakasema hautafaulu. Walinena na wakasema hautaenda mbele. Walinena na wakasema hautafaulu katika ndoa yako, katika biashara, katika kazi zako. But today nimekuja kukuletea ripoti mpya ya kwamba hauko peke yako, bali muko na Mungu. Maana ni Mungu alisababisha, ni Mungu alipanga. Siku hii ya leo Mungu aliipangia. Maisha yako Mungu aliyapangia. Njia zako Mungu alizipangia. Na akasema nitatembea na wewe licha ya kuwa hautaniona, lakini nitakuwa nikitembea na wewe. Licha ya kuwa maadui watakuinukia, lakini nitatembea na wewe. That I will walk with you. It doesn't matter what they say about you. Now Jericho was securely shut up because of children of Israel. None went out or none came in. And the Lord said to Joshua. And the Lord said, can somebody say it again? And the Lord said to Joshua. Sasa usiseme Joshua. Sasa angalia hawa watu. Hamujaokoka. And the Lord said to Joshua. And the Lord said to Joshua. Ngoja kidogo. Tusikie upande. And the Lord said to Joshua. Yes. And the Lord said to me. You put the situation that you are in. The situation ambayo wamefunga. The situation ambayo wamesema hautafaulu. The situation ambayo wamesema hautasonga, maana wamefunga milango yote, wamefunga biashara, wamefunga doa, wamefunga kila kitu. That is situation. And you say, and the Lord said to Hezekiah. Now let God speak to you. Tell your neighbor, let the Lord speak to me. Yes. That situation you are in, that is the situation we are addressing tonight. That is difficult situation. That complicated situation.
situation that complicated, you can see now the Holy Spirit has started control. That the doors, ile milango walimurusha wakamweka ndani. Ndio hiyo. Niweke kabisa kidogo. Wamefungwa. Lakini Bwana amesema, and the Lord spoke to Joshua, see, I have given Jericho into your hands. Ati hiyo shida unalia, walisema, Mungu anasema hiyo tatizo ambayo uko nayo siyo tatizo, maana hicho kitu wamekamata, Mungu amekupatia. Hicho kitu wamekamata, Mungu amekipatia. Hicho chote walichukua kutoka kwako, Mungu amekupatia. Haina wasiwasi, haina kulia, haina kuteseka, but God has given it to you. So don't worry about what they are saying, because what they are saying is not very important. It is what is important is what God has given you. God has given you what hello. I don't know where they're getting me. That which God has given you, it is not that which they are holding. They had blocked Jericho. Walikuwa wamejenga ukuta wa Jericho, wakaweka vizuizi Jericho, wakafanya kazi Jericho na kuzuia kila kitu. Lakini Mungu hakupatiana ukuta, Mungu alipatiana Jericho. Akaachana na kile kitu walikuwa wameshika, akapatiana ndani kule Jericho. Hakuwapatia mpaka, hakuwapatia ukuta, hakuwapatia nini, aliwapatia Jericho yenyewe. Akawachana na hawa waendelee kuchunga Jericho, akawachana na wao waendelee kuchunga mageti, akapatiana kule ndani. Kule ndani ndio watu walipatiwa. Sasa ni wewe ujue kwamba umepokezewa Jericho, si ukuta waliouweka, sio matatizo waliokuwekea, si nia zao, si mipango yao. Amepatiana Jericho kule ndani. Uingie ndani Jericho, maana that is where you belong, not the boundary they have created. Hallelujah. Chochote ambacho wamekuweka, it is temporary. God will never give you that which they are holding. God will give you that which they are stopping you to get into. Don't concentrate on this problem. Concentrate on the promise of God. Concentrate on the promise of God. What they are holding here, it is temporary, because that is where their eyes can see. That is where their ears can hear. That is where their bodies can reach. That is where miguu yao inaweza kufika. Lakini nataka nikuhakikishie, huko ndani ndio kuna matunda. Huko ndani ndio kuna power. Huko ndani ndio kuna mashamba. Huko ndani ndio kuna kila kitu. Walishindwa huko, kwa hivyo ni waoga. Ukisikia walikusema, ni kwa sababu ni waoga. Ukisikia wakisema hautaenda mahali, ni kwa sababu ni waoga. Walijenga ukuta wa Jericho ndio watu wasiingie, lakini hawakushika shamba ya Jericho, hawakumiliki. Maana walifikiria kuweka ukuta ni kuzuia kumiliki. Walifikiria wakijenga ukuta wamezuia utamiliki. Walifikiria wakisema hautaenda mahali, hiyo ni mdomo tu, hawakukata miguu yako. Concentrate na miguu yako, waachana na kile wanasema. Concentrate na mwili wako, waachana na kile wamesema. Concentrate na kazi yako, waachana na kile wamesema. Concentrate na maisha yako, waachana na kile wamesema. Maana kile wamesema sio hicho Mungu alikuahidi. Mungu alikuahidia kile kiko ndani. Hawakukiona, ndio kwa maana walikuja kuweka ukuta. Hawakukiona, ndio kwa maana walikuja kuzuia. Hawakukiona, kwa sababu ndio kwa maana walikuja kusema. Lakini kule ndani kumefichwa, ndio kwa maana Mungu amekupatia. Anasema akawapatia Jericho. God is not interested with the sickness you are claiming now. That is an imagination. Sickness is an imagination. Ati uko na typhoid, uko na pneumonia. Ati uko na ukimwi, ati macho hayaoni. Huyu mzee kama angekaa nyumbani hangefika hapa, macho yake hayaoni. He did not come here to see the word of God. He came to hear the word of God. That is why he is here. He left the eyes at home
he raised the challenges ya macho nyumbani, akakuja na masikio, maana masikio ndio inahitajika kanisani. Akakuja na masikio, maana neno ni la kusikilizwa. Neno litaingia kupitia kwa masikio, atafunguliwa kupitia kwa masikio, maana huo ndio mlango. Walizuia, walishindwa kuzuia. Walizuia macho lakini hawakuzuia masikio. Walizuia macho lakini masikio ilibaki iendelee kusikia, iendelee kujua nia ya Mungu, iendelee kujua ni kwa nini Mungu anataka uendelee kuishi. Wakati walisema juzi tu, wakati walisema ati CFC, hiyo CFC itafungwa hiyo milango, because na wakaenda kwa maombi, wakaanza kusema tumefunga pesa za kulipa rent, tumefunga pesa za kufanya. Hawakasahau ya kwamba CFC is not bordered in the house. CFC is not a component of the house. CFC, if you walk out there, utaweka tenti pale na uendelee kuhubiri. Utaenda mahali popote na utaendelea kuhubiri. Ukitoka hapa uende Kisumu, utaendelea kuhubiri. Ukitoka uende Mombasa, utaendelea kuhubiri. Walichokifunga ni building, walichozuia ni tu pesa, lakini hawakuzuia mdomo, hawakuzuia microphone, hawakuzuia mashini, hawakuzuia maisha yako. Bado utaendelea kufanya mambo, bado utaendelea, bado utaendelea. Bado utaendelea. Mwambie mwenzako nitaendelea. Yeah. As long as hawakujua kamulango hako kengine. And the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hands. It is king and the mighty men of valor. That, see, today I have given you Jericho, and it is king and it is men might of valor. Wapiganaji wao wako mikononi mwako, hata mfalme yako mikononi mwako, ardhi iko mikononi mwako. Wachana na ukuta, maana wale wameshika ukuta nimekupatia. Wale walijenga ukuta nimekupatia. Password nimekupatia. Mwaspa ya katarabaseka ya. Yani walijenga ukuta, wakazuia, wakaeka mpaka kila kitu na mawe na simiti. Wale waliweka, wao ndio Mungu amekupatia. Hakuambia usishughulike na ukuta. Wale walikuroga, hao ndio Mungu amekupatia. Ushughulike na wao, ushughulike na wao. Na amekwambia nimekupatia kwa mikono yako, ufiinye venye unataka kufiinya. Umahiinye mpaka wakue kila kitu. Don't concentrate on your problem. The challenge is too small for God. The challenge you are talking about, it is too small for God. Concentrate on the king behind the challenge. Because the challenge has got a king. It is a kingdom. In the book of Jeremiah 1 verse 8 and 10. See, today I have given you nations and the kingdoms. So he never gave him the countries. He gave him nations and the kingdoms. Nation is the leadership, the country itself, the physicality. And the kingdom is the spirit behind that physicality. That is what God is giving you. To take hold. Things are controlled in the spirit. Things are spiritually controlled. People become mad because of the spirit. People become poor because of the spirit. Business go down because of the spirit. Everything that you are doing goes down because of the spirit. It is not because of the personality, but because of the spirit behind the personality. Ukiona mtu anakupagia, anataka kuingia kule kusava, kuharibu kule, anataka kuharibu viti hapa, anataka kuvunja kanisa, it is not that person you're supposed to deal with. Deal with the spirit behind that person. Hallelujah. If they tell you you are poor, don't deal with those people who have told you you are poor. Deal with the spirit that spoke the poverty. Poor is different from poverty.
Poverty is a spirit. Being poor is the action. Deal with the spirit, leave alone the action. You are here because you walk. The spirit helped you to walk to this church. But what motivated, the body is here, but what motivated you to come is the Spirit of God. Deal with the spirit and you will conquer every aspect of the enemy in your life. Deal with the power behind. That is why Jeremiah was told, see, you today I've given you nations and kingdoms. Kingdoms comprises the spirit and the king. That is why it is a kingdom. A kingdom must have a king. And then what is the spirit behind the king? Nations is the country like Kenya. Nations is the marriage. Nations is your business. Nations is whatever you do in life. That is what we call a nation. But the spirit that controls that nation, the spirit behind marriages, the spirit behind businesses, the spirit behind altars, the spirit behind is what is called government and kingdoms. When there is a kingdom, there is a spirit. But when there is a nation, there is no spirit. It is the physicality. I don't know whether you got that. When you're talking of a nation, there is no spirit behind it. But when you invoke the kingdom or the king, you bring the aspect of humanity and the spirit behind the humanity. Kenya is operated by, is run by the one person called Uhuru Muigai Kenyatta. And when he was being sworn in, he requested for the Bible that his father used to swear in, because he wanted to operate in the spirit of his father. Hello? When Obama was sworn in, he requested the Bible that was used by Abraham Lincoln, because he wanted to operate on the spirit of Abraham Lincoln. Hello? Mumekuwa confused. Nemuora leo. Kuna mtu ameshika kitu hapo? Hebu inua mkono kama kuna kitu umeshika. Oyo niache ogire. Ndio nafatara kuyago kwa naigoro. I'm saying that Jeremiah was given a nation and the kingdom. Otherwise, God could have given him the nation. But he gave him the nation and the kingdom. Why the kingdom? The kingdom so that you can deal the aspect of humanity. Because it is the spirit. Spirit are controlled by human being. The witches are human. The devil worshippers are human. The spirit of poverty is brought by human. The spirit of death is brought by human. The spirit of jealousy is brought by human. Every kind of a spirit comes from the human being. Because the devil doesn't have a body, uses man to execute. The devil hana mwili, atakutumia ndio ufanye maneno ile anataka. So that is why God gives a nation, the land, the institution. Nation is the institution. Could be the institution of marriage. Could be the institution of business. Could be the institution of a church like this one. Could be the institution of a car. Could be the institution of whatever that you do. But now when it comes to the operation of that institution, the kingdom comes. That is why when we pray, we ask God, our Father who art in heaven, thy what? Thy kingdom come. Because we need the kingdom of heaven to come and operate within us. We need the power from heaven. We need God to come and operate, his kingdom to come and operate within our business. His kingdom to rule over us. His kingdom to become a ruler, because it is the kingdoms that rules. And when you are talking about kingdom ruling, it is about those who have bewitched you ruling over your life. It is your uncle, it is your mother, it is your cousin, it is your brother, it is whatever, it's your relative, your neighbor that have bewitched you. Whatever that they have used to destroy your business, that is what we call the kingdom that is ruling over your life. I don't know whether now you're getting it clear. And king, and that is why when you see in the book of Joshua, God is giving Jericho
and it is king, and the people who fight for that kingdom. When God promises you that he's gonna give you, he will give you the king who rules over your life, and it is protectors. And that's the body of Christ. That is why we have intercessors in church. And the first people to be attacked in churches are intercessors, not the king. So they will come and destroy you, and either the devil will come and destroy you, or give you another thing to fight. Create another way for you. Create a problem or a challenge at your place or at your home. Create a challenge at your business. Create a challenge with your neighbors, with your friends, so that you will concentrate praying against the neighbors and forget your king here. Once you forget, now they will come and capture. That is here God saying, I have given you the territory and the king and its fighters. The people who are supposed to protect that kingdom, the people who are supposed to stand with that kingdom, the people who are supposed to work with that kingdom, those are the people I have given you. Once you finish with them, the king will be in your hands. Hallelujah. That is why you see so many attacks will come to the members of church. When I normally do deliverance, I listen to the person I'm delivering. Because you will hear the demons, they will say, we've been sent here for 3 people. Now you be keen to ask that person you are delivering, what are these people? The demons will say it. We are going for 3 people. Who? So and so. And who? So and so. And who? So and so. Why? Because they are the one who are keeping the fire. Now you know the secret. It is about the fire here. Hallelujah. It's about what? The fire that is here, that is what is disturbing them. And they will say that you have been destroying our kingdom. You've been destroying our works. You've been destroying what we've been planning. Therefore, that is why we've come to destroy the people that you are using to destroy. Once they are through with that, those people, they will come for you. Hallelujah. So when sometimes you see me, nakuwa mkali kidogo kwa batteries, usisikie vibaya. I'm not attacking you. I'm just doing what Jesus did to Peter. I'm not seeing you by then. I'm seeing a demon in you. And that's the demon I'll be attacking. Vigorously, like anything. You will feel like I hate you. But I don't hate you. I love you. Until that demon goes. Hallelujah. Until that demon goes. Because that demon, when it is coming from Beatrice, and Beatrice is a member of the altar here, then I am under attack. I have to attack Beatrice like I'm going to kill her. Until that demon goes. Any member of the altar, I don't see chekagi na wewe nikikupata na kitu. Because if I allow you to go on, I'm dead. I'm dead meat. Myself. I am dead meat. Sema dead meat. Yes. They will not come to me directly. They will use Carol and Alice and Mary Harper. Na kila mtu ambaye anashughulika hapa. That is what they use. If it is in business, hawatakuja kwanza kwako. They will use the people you are working around. Wafanyikazi wako ambao mnafanya nao kazi, ambao wanakusaidia. Kale kasichana kanafanyanga kazi sana, ndio unasikia kamedugwa mimba. Kale kasichana unasikia very active, ndio unasikia kamepatwa na scandal hapo chini. Kale kasichana kanafanyanga vizuri sana, ndio unasikia kamepatikana na jambo na huko na kamerudishwa, mama yake amegojeka. They will attack the mother to home. Ndio katoke hapa kaenda kakafanya kazi nyumbani. That is why I normally tell you, keep the fire of intercessory up. Keep the fire of intercessory. For you to succeed, for you to win any battle in this church or in whatever life that you are in, keep the fire of intercessory. Don't divert from what you've been praying for. Don't divert from what God called you for. Stay within the presence of what God said you'll be doing. Pakia hapo. Pale Mungu alisema, hii ndicho kitu nimekuitia kwenye kanisa fulani. Nenda fanya that, particularly that. Even if you found an agenda ingine kubwa sana, just leave it. There is a person anointed and created for that purpose.
Hata ukienda upate wako na shida financially na umeitwa ukuja uombee leadership isimame, don't divert to finances. Pray continuously, continue to pray, be praying for the what God has called you, because God has already elected somebody to represent himself there. Kuna mwakilishi. You are not alone. Tell your neighbor, I'm not alone. I am with God. You shall march around the city. That is the secrets, the top secrets of winning every battle of God. Listening to the voice and understanding and interpreting what God wants you to do. That he told them not to pick the weapons. He told them not to pick anything. He told them not to go to fight, not even to go pray. But he told them to march around the city. If you follow instructions of God, every battle in front of you will be won. If you follow exactly what God is telling you, every battle in front of you will be dismayed, will be destroyed. Nothing will stand against you. Nothing will stand to fight you, because you've done what God wants you to do. And then it means you'll be walking in the grace of God. When you are walking in the grace of God, you conquer everything, because the battle does not belong to you. The battle belongs to God. The battle does not belong to any human being. The battle belongs to God, because God understands what kind of a battle is ahead of you. God understands what kind of a challenge that is ahead of you. God understands what kind of forces are against you. God understands what are the secret armies against you. Therefore, he is going to only empower you, ask you to walk within his line. And the day you walk within his line, the grace of God will walk with you. The grace of God will be with you. And you will be able to conquer where nobody else can be able to conquer. You don't need to use your muscle, because you've never been called to use your hand. The spiritual battles are not physical battles. You just only need to depend entirely on God, to surrender to God, give yourself in for God, so that God can manifest himself through you. The victories are won by men, but for the sake of God. Hello. Every victory is won by men, but not for the benefit, not for the glory of man, but for the glory of God. And God will never allow you to use your force, because if he allows you to use your force or your power, then the glory, you will want to turn it to you. He will want you to just sit down and wait, see the salvation that he is about to bring to you. Hallelujah. He told Joshua, Jehoshaphat, sit down, go prepare a praise and worship team. Imagine Jehoshaphat akiambiwa go prepare a praise and worship team, instead of God telling him go prepare an army, because the Moabites, the Hittites, and the Girgashites are more powerful than you. There were nations that were powerful and experienced than him. But instead of God telling him go prepare an army, he told him go prepare a praise and worship team. That is why you see in this church I have taken over the leadership of the praise and worship, because when I have the praise and worship, I have the war in my hands. Hallelujah. When I have these people praises, when I have intercessors, then we have conquered every challenge, because the challenges we are facing, they are not physical, they are spiritual. You don't fight a spiritual battle, you become physical. You just deal with it physically, spiritually, and conquer every move. Tell your neighbor, I'm not alone. You shall march around the city, all you men of war. You shall go around the city once. Remember, he's mentioning all you men of war. You shall march around the wall.
He never told them you shall pick your AK-47. He never told them go and buy some weapons from Russia. He never told them you shall go to America and buy weapons. He told them the only weapon I need you to use is to walk around the wall. The only weapon, just walk around. The only weapon that you need to do, just trust in that God. Just believe in him. He is going to win every battle ahead of you. He's going to conquer every enemy ahead of you because he has given you the power to walk around the enemies, the power to walk around, the power to move. Remember, he's calling them you men of war, but he never sent them to war because he knew the war they are fighting is a spiritual war that they must be able to conquer. Don't fight your neighbor. Don't fight a member of the church. Don't pray for anything. Don't ask for anything. Just surrender to God. God will give you instruction on what to do next. Don't do things. Don't give instruction to yourself. Just allow God to give you instruction, and you are going to make it and conquer every mountain ahead of you because you have surrendered to God. God will only work with that soul that has surrendered to him, but not soul that fight for them. If you start fighting for yourself, God will just go to Mexico. And he will be watching the soap operas there. And then he will be calling, where are you, God? Then God will be telling, I'm coming next month, next week. And the problem is for tomorrow. Oh, hallelujah. Depend on that God. Have faith with your God. No, when I was a Muslim, don't ask me when. When I was a Muslim, I was privileged to meet Osama bin Laden. And he promised me something very, very, very good. At some point, nimeona this is a reality. Because the kind of life they were living is a good life. They had money, they have everything. They had promised to give me $500 million to come and establish Muslim mosques around the country, because I had the leadership. I was controlling quite a big chunk of people in the country. So I met him. He was in Malindi. Then after that, they organized a trip. I went to Libya and I met Muhammad Gaddafi. While I was with Gaddafi and him, they had a very unique thing. He told me that to conquer any problem, you must invoke Allah. That's why you see Muslims, they don't go to fight. They believe in their prophet. The secret behind their success, because they are very successful than Christians. I don't know whether you have gone to a mosque around here in Nairobi. They don't have that personality character. Like here in church, I have a seat for wazes. In mosque, the person who came in front, huyo ndio anaenda kusujudu pale mbele. And they believe in their prophet. And whatever their prophet says, that is what they do. Even if it means to destroy this building, they will destroy it for the sake of the order of the prophet. And the Bible here tells me that obey and respect your prophet so that you can what? You can prosper. Prosperity is directly connected to your prophet. For you to succeed, if I am your prophet, for you to succeed around me, wherever I am, or around whatever I'm doing, you must respect and listen to me and do as I'm telling you. And if you have that challenge somewhere, you go and think that this man is not telling us, this man is saying, or backbiting or fighting me, it is detrimental to your prosperity. You rather go and get out of this place than continuously be here. Because as you continue be here and you have that heart of doing things against me, poverty will always walk with you. I don't need to curse you. You've already cursed yourself. If you ever gone to a corner there and they started discussing a man of God who is a prophet into your life, then you invited poverty to walk with you automatically. You don't need anybody to come and curse you. You don't need anybody to come and pray or say that you did wrong.
you have already invoked the curse of a prophet. That is why when I'm Muslim, I admire Muslim. I don't know why, but I admire them. But we are all worshiping the same God. Allah is God. Allah is who? Yes, it's God. Is only you say ni mtoto? Mnasema ni mtoto ya nani? Ismail, Haga. Na nyinyi ni mtoto wa? But who are slaves of the other? That is Christianity mentality. It's very wrong. Who is a slave of the other now? Those people, they don't have land. They don't have where to cultivate. Go to Egypt, they use our soil. Go to Israel, they use the soil from Kenya. Go to those countries, they mine oil from the ground. They are controlling the economy of the world. Wakikohoa kidogo mafuta inapanda, kila mtu analia hapa. Na nyinyi wa Kristo, watu wa fast nation, wa fast nani? Wa fast wife. Look at you here. I can see 90% have either worked for a Muhindi or whatever kind of business is related to a Muhindi or a Muslim. Because kama ni mizigo wale wanafanya Gikomba, mizigo inatoka kwa hawa Arabu. Au sio? In one way or the other, hiyo saa umefaa imetoka kwa njia ya hawa watu. Either from China or from Dubai. Through those hands. They control your economy. Yet nyinyi ndio mtaenda biguni, wao watachomeka. I'm telling you. Hata kuchomeka sijui kama How can you claim the glory somewhere and you've not enjoyed the glory here? You need to change the way you look at things. A Muslim at the lunch hour, bebe milioni yako 20, uende kwa duka yake, na imefika saa 7, atakwambia kaa nje na pesa yako, nataka niabudu kwanza. Sasa mimi nimesimama hapa, sasa wachani na nyinyi. Karo aende pale aitwe na mzee hapa, abia pastor, niko na milioni yake moja hapa na niko na haraka, kuna ndege inataka kuniacha. Nitaanza Rikabarina Katarina, fungeni macho elda shika. Natoroka huko nachukua milioni. I will use a mimic so that nikipie nichukue milioni, alafu nikikuja nisema as I was preaching God spoke to somebody and he brought a miracle. I want to confess a miracle tonight. God has just done it. No, that's a devil. Wakati ulikuwa umefungua channel ya Mungu, mnaongea na Mungu, alafu mtu mwingine akakuja na pesa, ukaachana na Mungu ukakibiria pesa. Is that God? That's a demon. That is purely a demon, and that is where we are. That is where we are, and that is why we have failed. A Christian has failed, totally failed. You are beggars. Go to industrial area. The economy of industrial area is being managed by about 100 Muslims. And the rest of 1 million people working there, they are Christians. Na ukiwakuta kanisani Jumapili, ndio katala baba, rekatala baba, rinakorina kota, rekotori baba, rekososoro baba, na nija, tubo imewaka moto. Amenyimwa chakula na ule mama wa Getheri pale. Na huyo jamaa ako na factory. Anaitaka kukula serena pale, sahani ya shilingi 3,000, one plate 3,000 shillings. Mshahara ya Mkristo ya mtoto ya first wife ya mwezi mzima. Wewe mzee anakula na anakwenda na watu waine, ana invite watu wengine, let's go for business lunch. Business lunch. Unaona anaandika cheki kwa hoteli, cheki ya 50,000, amekula lunch. Hiyo ni mshahara divide by 3. 50 divided by 3. Hawa ni watu 16. Mshahara wa watu 16 amekula lunch moja. And you came to claim me here. Mimi ni mtoto wa mfalme wa falme.
Wacha nikwambie mtoto wa wafalme. Let me show you. I know today mtanishangaa tu. Mnishangae tu lakini msijali. I will never teach anything that does not help me. Kama mtusaidiani wacha tuachane tu na hii story tuende tukaibe. Ala, kwani iko nini? Can't be poor. I'm preaching God who is a rich God. Alafu na mimi nikuwe poor hapana. Atiseme ati Yesu alisema sisi tukue the poor ndio wataona. Hapana. Hakusema the poor, alisema mnyenyekevu. Have you seen those people? Hata Wahindu pale, they are very humble people. They are very humble people. Very humble. Ukimkuta kwa msikiti amekaa chini. Sasa hebu niwaambie mkae chini hapa leo sasa nyinyi mkae chini na kasuti kako. Utakubali? Hii kanisa utarudi siku nyingine. Huko msikiti hakuna kiti, maikara gathe, makahegeshe maborogo. Anakaa hivi alafu anafanya moduru hivi. Hebu sasa nikwambie leo ufanye hivyo. Anakere kataratu na tena guadheru. Huko ukienda nje utakuta wamepaki ma VX, manini hapa hata baisikeli hamujapaki. Watoto wakwenda biguni. Sikiliza. The person I'm talking about. The person you are supposed to be. This is the person. Genesis 1 verse number 28. Then verse number 26. Then God said, let us make a man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea. Let them have what? Dominion over the sea. The fish of the sea. Then have do what? Number 2. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Ask your neighbor, do you have a dominion over anything that has been mentioned? Where? Ask your neighbor, do you have dominion of either of them? The fish of the sea, the bird of the air, and everything that creeps. Kuna buri, kuna mbuzi, kuna kuku, kuna fish, kuna kondoo, kuna paka. If you don't have at home, then you don't have any dominion. There is nothing you can claim. Hapo umetolewa. Tuende number 2. Number 27. So God created man in his own image. So you are a creation of God. In your image. Wewe ni Mungu. Meaning whatever God is enjoying, you should be enjoying. If God is living in a palace, you should be living in a palace. If God is righteous, you must be righteously living. If God is faithful, you must be faithfully living. If God is sincere, you must be sincerely living. Ask your neighbor, where did I change? Ulibadilikia wapi? Nilikuacha ukiwa Mungu. Ulibadiliki. Muulize mwenzako, ulibadilikia wapi na nilikuacha ukiwa Mungu? Muulize na lugha yako, ulibadilikia wapi? There must be something that happened. Wagarorokeire kutoria morie, agarorokeire kuna mamutigire Ngai. Mami ulibadilikia wapi? Ulichangia wapi? Where did what happened? If you are in the image of God, and it continues to say, so God created man in his own image. In the image of God, he created him. He repeats again. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. And he created male and female. He created them. Then God blessed them. That is where I was looking. Then God blessed them.
So from the formation of you, you are a blessed person. You are not supposed to be crying from the diseases. You are not supposed to be crying because of sicknesses. You are not supposed to be crying because of poverty. You are not supposed to be crying because you are a blessed man. A man that is carrying a blessing of God. A man created from the image of God. A man that is supposed to operate like God. Karogwa theta nireko tene ukohoya tigiti wagete tigiti wagothi kuhujia ngai ucio uhianaine nake ati ni ukuremo ni guthie githii tondu nduri na nginya gya gutigira ciana muci uthie ukahujia ngai ucio muhianaine nake. What happened? What transcended? What happened that God left you? Nawabo, najua ni nawabo. Lakini mutaboekaga kidogo. Mutaboekaga mujaboeka. I have to tell you the reality. I'm not a preacher of prosperity. I'm not a preacher of telling you things that I am not even going to see. I will tell you the reality of God, that how you need to live with God for you to become successful. One thing, you are a blessed person. I have to tell you for free, that nwe muradhime. Ambie mwenzako kwa kilugha yako, I am a blessed person. Mwere. I am myself, I'm blessed. So I am not supposed to be poor. I am not supposed to be a beggar. I am not supposed to be a slave. I am not supposed to be used. I am not supposed to be misused. I am not supposed to become that which they want me to become, because I am a blessed person. I am supposed to release my blessing to others because I am carrying the blessing of God, the blessing of the foundation. So from my foundation, I am somebody who is protected, who is guided, who is looked upon, who has privileges of the kingdom of heaven without anything that can contradict that. That is one thing that you must understand from today. You are not an ordinary person. Tell your neighbor, I'm not an ordinary person. So usinichukulie ujinga, mwambie hivyo. I am not. If you are a blessed modo muradhime. The Bible says yule amebarikiwa hawezi kutukanwa. Ni kutukanwa man. Kulaaniwa. Ni interpretation. Uwezi ukalaani mtu aliyebarikiwa. Ilifika wapi ukalaaniwa na shida? Hawezi. Modo muradhime tarumekaga. Wakinyiri ati okirumeka. Bas. God has done everything. God has done his job. Where did you go wrong? Wachana na hii mambo ya salvation mingi. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, miaka 20, miaka 20. Yes, wokovu ndio huo. Can you resemble hiyo kitu natuabilia ya biguni, wokovu ya biguni? Does it appear in you? That horo wa King of Kings, the King of Glory, the Lord of Lords, the owner of heavens, the owner of the earth. Everything belongs to God. Do you belong by yourself? Do you have what you are talking about, your king? Do you resemble ama wewe ni aibu naletea mfalme? Hapa kukutana na mtoto wa Kenyatta akivuta bagi pale amevaa matagari. Utaona mtoto ama utaona baba yake? Are you putting your God to shame, or you are putting your God the glory? Na kanisa mkosagi, na kanisa vita ndio huko, mmepeleka vita badala ya kuvuja ukuta wa Jericho, mnavuja ukuta za watu wengine hapa. You must stop. Tell your neighbor, I will stop from today. I want to glorify my King. I want to glorify my King. Elder, modhigiti, msikiti inajenga kwa na mtu mmoja. Anaenda anachukua loan ya 50 million. Si akaweke kazi yake. Anachukua loan ya 50 million anawekelea msikiti ijengwe. Abia hawa kesho tunataka kununua viti za mchungaji hapa. Sade mkuje na pesa kila mtu 1,100 hapa. Kanisa itakuwa nusu. Tangu nianze kupatia watu bahasha hapa wakuje na kitu ya kulipa rent, kanisa ilipunguka.
Alafu you are expecting to be blessed. You are expecting to go somewhere. There is this song naipenda sana, tunaibaga na Buju wako Buju adireko. Buju alienda kitchen. Buju usiendage kitchen kukihubiriwa. Umesikia? I want you. Nataka wewe ndio utakuwa ukinibebea Biblia. Tukienda France, tukienda UK, tukienda tayarisha kitambulisho yako. Najua una kitambulisho. Tayarisha kitambulisho yako, nataka uchukue passport. Umesikia? Nataka wewe uchukue passport. Wewe tutakuwa tukienda na wewe. Utasafiri dunia mzima. Nilipandisha mtu mwingine hapa ndege kutoka Mombasa mpaka Nairobi. Tukifika Nairobi alikuwa yeye ni Mungu mdogo kwako. Kuna mtu aliogea alijipiga mpaka picha selfie, akapika kwa ndege. I think ndio kutoka siku hiyo. Hajaipanda ndege ingine. Na Mungu alishitwa kama Mombasa huyu jamaa amefanya hivi, na kama geenda Uganda. Na hope hakukuja leo. Hakukuja kusikia. Bwana asifiwe sana. I was telling you about this song ambao wanapenda kuimba sana, mnasemanga ni ya shetani. I don't know mlikutana na shetani wapi ndio akakwambia hii wimbo ni yangu na ni ya shetani. Emancipate yourself from mental slavery. None. Buju. Unajua hiyo? Na wewe unajua? None but yourself can free your mind. None but yourself can free your mind. Huyo ni Bob Marley aliimba. None but yourself can free your mind, because nobody can stop the time. For how long shall they kill our prophets, as we stand aside and look and say it is part of the book, we've got to fulfill it. That is Bob Marley akiwa na bangi zake. Akiwa na bangi zake, as none but yourself, emancipate yourself from mental slavery. Nobody has slaved you. Nobody has made you poor. Nobody has made you the way you are. You are the way you are because that is the state of your mind. You decided to be poor because that is the state of your mind. You started to be a beggar because that is the state of your mind. You decided to be what you are. That is why you are so. Never say that I found my father who did not have anything. Mimi nilitoka nyumbani 1993-4. Na nilikuja na lori ya mafuta. Niliombewa lift nikakuja Nairobi. Kukuja Nairobi wakani isolate wote mpaka mandugu zangu. Nikakuwa chokora. Huko Mweki ndio nilianzia uchokora. Nikaenda Njiro pale kijijio ya ng'ombe. Nikaanza kupima mifupa kama huyu. Hapo ndio tulienda tukakutana na mtu anaitwa Madheri, ule rasta. Nikaanza kumbebeaga buduki wakiwa na wanogo. Kutoka hapo nikakuwa mwizi sasa professional, nikaishi Mukuru kwa Ruben. Huko ndio nilipata waboi wangu na Susi. Huko Mukuru kwa Ruben. Kwa sababu ilikuwa na mwizi hananga nyumba na lalaga kwa wanawake. Katigwa Beatrice. Mwizi ananga nyumba. Mwizi analala kwa Karo leo, kesho atalala kwa huyu. Na akienda huko lazima awache bego. Ndio unananga niko na watoto mingi hivyo. Wewe usiniulize acha nimewabia leo kule nilitoa watoto. Ni huko nilikuwa mwizi wa buduki. Kwa hivyo lazima niende kule, nitajua nitaficha buduki yangu. Alafu nikilala huko ninaacha bego naenda kwingine. Nikitoka hapo kwa sababu huwezi lala siku mbili, huyo mama atakuseti. Unaenda kwa mama mwingine. So unakuwa na network kakubwa kazuri. Kakule utaenda ukilala ukiduga. That is how I got my children. Tekodora oru. And my children are not a mistake. I love them. Na nimewapeleka the best schools in the world. The best. Samuel is now intelligence officer kwa military ya US of A.
Bwana asifiwe sana. Waboi is a happily married woman. A happily married. Susi ana work na Safaricom kama HR human resource manager. Johnny ni kangauro tu huko. Ako sawa anafanya mabiashara zake. Anakuja akaniambia, daddy, wewe acha zako. Wewe nitembeze na rieng. I'm proud of them. They are good. So they are not a mistake. Wale wanasemanga, nyoko mwana, ako na watoto wengi. Ako na watoto. Ni wako? Kuna mtoto nimekuletea kwako? Hakuna hajafika university. Wote wamesoma. Na wewe wako ulizaa vizuri. Mwadhani ya gosho. Bwana asifiwe sana. Do you know why I keep telling you about them? Because I wasted much of my time. But God recovered the time that I wasted because of his kingdom. God will recover every lost time that you lost somewhere when you diligently dedicate your time to his kingdom. If you surrender to God, God will recover everything for you. If you do as he wills, God will recover whatever you lost. David was fighting alongside the Israelites, and they went and conquered the Philistines. And when they came back, they found 2 wives of David, the children, the cows, the goats, and everything had been taken away. And David went back to cry and ask God, why did you do this? I've been doing your job. You send me to go and fight them. You send me to go and do this job. But when coming back, you have betrayed me. He cried, all men, the Bible says, all men cried. But David asked them, give me the ephod. The ephod ni ile guo magwanda ya priest. Akaingia to his prayer room. Akapiga magoti chini akauliza Mungu, is it right? Because he believed in him. He's a son of a kingdom. He's a son of the glory of God. He believed that this one I can make it, but with permission. Hallelujah. He believed that my wife cannot be taken. He believed my children cannot be taken. He believed my cows cannot be taken. I have conquered them. I'm going to conquer this. I have defeated them. I'm going to defeat this. I have won this battle. I'm going to win this battle. And that did not go. He did not go because he believes in the order of the kingdom. He went to his room. He knelt down and asked God, can I go for them? Then he offered a sacrifice. Then God told him, sure, go. You will get back your people. Plus what they have will come to you. He went and got his people back. He got his wives, the children. But the most interesting thing, it is that he conquered them. And he took everything that was not his. So he got his plus the glory of God. When you adhere to the power, to the processes of God, you get that which is yours. Plus. Hallelujah. That is how God wins every battle for you. Don't worry of what they say about you. Worry about the territory that God has given you. God told me he has given me the key to Nairobi. And I had that dream Harrison Nganga and James Nganga, they came and gave me the key to Nairobi. So when nyinyi mkinisubua hapa kanisa hii, I don't mean you specifically. I mean some other people. Mkinisubua hapa kanisani. Remember, ndio mnaona sinanga stress yenu.
ile stress niko nayo, how am I going to get into the city? Nyinyi wewe ukingangana hapa unataka kuwa control, unataka kuwa manager hapa, unataka kuwa pastor hapa, unataka kuwa kila kitu. My mind is not here. My mind is that key that I was given, the key to Nairobi. That is where my mind is. That is why you can see I'm making everything possible to make sure I have the best media, to make sure I have the best leadership, to make sure I have the best team to go. I am preparing a team. You are preparing to sit here. Me, I'm preparing a team to go. Therefore, we are not together. I don't know whether you got me. Don't. I am preparing a team to go. You are preparing to sit down. That is the major undoing. The major problem we have with Christianity. When God has planned to launch a battle, to launch a journey, you are preparing to sit while God is preparing a team to go to where you are supposed to go. God is preparing you for a major hotel. Wewe una prepare kwa kakioski. God is preparing you for a major promotion. Wewe una prepare venye utakuwa supervisor. God is preparing you for something else, and you are preparing for the downfall. Unang'ang'ania tu kukaa pale, unang'ang'ania venye utakaa kwa hiyo institution, but God is preparing you. Me, I'm preparing. Yesterday I signed a deal of getting a 10 million sound system. Jana nilisign 10 million sound system from China, because I want to be more than Bonke. Alafu hapa utakuta kuna mtu anang'ang'ana venye atakutoa hapa usikose kuwa elder, kusikue na elder kwa sababu anataka kushikilia kanisa hapa. Mabia, me, I don't belong here. I don't belong here. I belong to Rwanda. I belong to Africa. I belong to Asia. I belong to Europe. I belong to America. Wewe endelea kushikilia. Endelea kushikilia. Wewe unapambana na demoni tu hapa. Mimi napambana na demoni za Amerika. Endelea kuwa watchman. Sijui kama ulionanga kale ka advertise. Thank you. Kama ulionanga kale ka advertise ka yule mzee wa betri ya Exide. Alianza kuomba betri akiwa kijana. Akasema, mkubwa, wakati hii itaisha utanipatia. Akaongoja miaka 10 ikakuja. Mzee, naongojea tu hii kibadilikiisha utanipatia. Mpaka unaona kama mzee kamekuwa na umvi kwa kichwa yote kamezeeka. Mpaka mwenyewe akasema, you waited for too long. Thank you. Bwana asifiwe sana. Tell your neighbor, change your mind. Change your mind now. We are transitioning. Tell your neighbor, you are transitioning. Wangapi wameenda kwa ndege? Wangapi wamekwenda kwa ndege? Utasikia pilot ikitoka pale chini pale muliingilia, inatoka vizuri, alafu inaenda inakaa mzuri. Wasichana wanakuja, wasichana warembo. Wamevaa sura mzuri warembo. Si wana stress. Mmoja anasimama hapa, mwingine anasimama hapa, mwingine pale. Unasikia, this is Captain Njoroge. I'll be the one that will be cruising you over. We'll be going over the 38,000 feet over the sea level. Welcome on board. Sasa wanatulia tena. Kasichana kanakuja. I am your hostess, Irene. I'm going to give you guidelines on how to be doing things. Anakuambia tengeneza kiti yako ikae vizuri, unakaa vizuri. Buckle your seat, una buckle your belt. Anakuambia hiyo kitu unaona hapo, kuna mahali kukitokea deja utafinya hapo, kuna mfuko itashuka, na hapo chini kuna kitu ya kujifuga. Hiyo in case of deja, kule mlango iko na exit, na ule mlango mwingine kuna exit. But don't do this before you are told. Unajua communication ya hii dunia imechange. You are being prepared for any eventuality. Hallelujah. Because you are cruising over 38,000 feet above the sea level. That is what you are supposed to be. That is what you are supposed to be. That will be cruising. Will be cruising 40,000 feet above the sea.
Lakini kuna mtu very interesting na hanaga passport, ukienda umuulize hana passport. Kuna kajamaa kanakuwa pale chini kakiguide ndege na kitu tuwili twale. Ndege inakuja inapita chini yake. Yeye akiguide. Ana guide inaenda. Huyo mtu anarudigi, ndio unawapataka pale airport kutoka na mguu, ndio unaopaka lift hapo. Lakini ukimuuliza nafanyanga kwa ndege, nafanyanga kazi JKIA na hana passport. Ndege zimepita hapo, watu wamepita hapo, wameenda wamebarikiwa, wamekurudi, wakimkuta hapo. Tell your neighbor, do I look like that person? Mwambie nego. Mwambie talia mudhurio ndia na mundu ucio wako tigwa ne ndege. Change your mind. Just it is a transition of your mind. Change your mind. Fit yourself where you belong. If what you've been doing, you've done it consistently and it's not working, change your mind. You are not supposed to be poor. Everything is around you. You have been given dominion over the sea, over the air and the land. Kwa hivyo pesa ziko, nyumba ziko, mashamba yako, everything that you need is there. Kama ni bangi umevuta siku nyingi, punguza bangi. Tafuta njia nyingine. Najua huyu jamaa aliniambia ni bangi ni kupanga. Unavuta ngapi siku hizi? Umepunguza mpaka ngapi? Pade? Uko sawa? Unavutanga ngapi pade sasa? Kubahatisha. Unaendaka kutafuta ama ukikuta wakivuta unavuta? Labda uambiwe, huwezi kujiambia siendi kuchoma. Change your mind. Sasa anza kujiambia, ni vizuri umetransit vizuri. Umeacha kwenda kuitafuta. That is good. Mpigieni makofi. Sasa naachilia roho kwako ya kukataa. Wakikwambia tuende tukachome, unawaambia sichomi. Ukisikia harufu unanunua tropical, unamumunya, unasikia ni kama hiyo kitu inaingia ndani yako. Alikuja hapa kana avuta bangi 16 per day. Sasa uwezi kumwambia wacha, unamshukisha pole pole. Buju ulikuwa unavuta ngapi? Wewe ni mwalimu wake? Huyu ndiye alikuwa teacher. Sasa hizi unavutanga ngapi? Uliacha kabisa? Yes, lakini ulienda ukiacha. Step uende tu pole mpaka hiyo inatanga withdraw what? Withdraw system. Ile ya withdraw from those nini, you have to withdraw. Kwa sababu kuna venye unaweza kumukatisha akue aruke, kichwa iruke. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ulikuwa unavuta ngapi? Hujawahi? Sema tu ukweli. Sema tu ukweli. Si kwa ubaya, ukweli tu. Once. Si ndio? Wewe tonie kugoroketie ri. Uguchegeshigana. Ngapi? Unaccountable. Saa hizi leo asubuhi ulivuta ngapi? Last time ulivuta ngapi? Nusu. Lini? Siku 2 zimepita. Why? Umeacha kwa nini? Unaendelea withdraw. Nitaenda na nyinyi class moja. Tuendelee tukiwithdraw pole. Na wewe mzee? Hujawahi kabisa? I love these people. Najua na wewe. Wewe umevuta ngapi? Mimi nilikuwa na kunywanga tumbako. Tumbako hii? Na nini nyingine? Na pombe? Na madawa? Sio jana.
The day before yesterday ulikula kale ka tablet ka white. Kidogo. Kidogo. Sasa kanisa ikiwa na watu kama hawa, hii ndio kanisa. Wachana na ile kanisa iko na watu holi. Wale watu wameokoka, paka ukiona wakitembea wanatembea kastaili kingine kanaweka hivi. Hey, hao watakuwa watakumaliza. These are the right people to walk with. Wazee, tungangane tosharia ya. Aria honoku leke mathi Catholic. Na mathi kwa Harrison ngangani ko ngangareda ko hujeria andu aria honoku. Ithuĩ tugacaria andu. Aya, hawa ndio umesikia? These are the people we need to go to look for. Wale wameokoka, muende kwa nganga. Wewe ndio wangu shia kidu. Nikashoi kataska. Na wewe? Hata kamunyweso, kawaini. Wewe mzee. Nonyuete. Wega. Ewe guka. Nedigara. Umeacha kabisa. Good. Na wewe? Ujawahi? Good, wapigie makofi. Wapigieni makofi. Hii kanisa, these are the people I want. Mungu amenipatia utajiri ya kusaidia hawa. Kwa hivyo agenda na prayer 1 ile nimewapatia sasa ni hawa. Kama ulikuwa naombea ukuwe na plot, ukuwe na shamba, ukuwe na mzee, ukuwe na mama, cancel it now. Agenda ya kanisa hii ni hawa. Any prayer, hata usiniombee. Mimi naitaka kujiombea kwa mlima. Usiniombee. Prayer item number 1 Elder Jaga ni modo ici. Na mbeca ciao cioke tumahumbe mehukire thuti tani. Ni ndari gicongita giki ungiakorire ndakorwo hiena mondokete takiria nilikuwa nimebodo. Mwili yangu niko na risasi 12. Ile imepita kwa mwili wako 12. Nimeye nikio ndole lagu. Mwili. Si nimekunywa dawa kuwekewa sumu 9 times. But this God is faithful. So I was like them. That is why I'm facing those challenges. Now I'm here for you. I want to change your lives. I want to empower you. Nilipatana na mzee mmoja tu mzuri. Anaitwa Bishop Harrison Nganga. That is a man. Saizi hata nikimpigia simu nimwambie baba kuja hapa kanisani, atakuja. He loves me. Kanisa yake ilipasuka twice because of me. Nikio ndirakwira aya hono kudi komenda guku siwataki manina kanitha gathira. Nganga aliniita tu huko, akaniambia kuja nikuombee, na akaniombea, akaniambia nitasimama na wewe, akaniambia nitakusaidia, akaniambia kila kitu good. Wale waokofu, wale walikuwa na tiketi ya kubiguni, walisema huyo mtu hawezi kuingia hapa, atakuja kutuharibia kanisa. Wakamwambia Bishop, ukileta huyo mtu hapa tutakuondokea. Bishop akamwambia mimi ni sauti ya Mungu, nilisikia, nilitua tu kama hawa. Kama unataka kwenda ni kwa ajili chakula yako imeisha hapa, ya huyu ndio imeteremshwa. Aliniweka huko. Sasa hiyo nilikuwa nimechomewa nyumba yangu na watu wa Mungiki. Nilikuwa nimenyaganywa kila kitu. Polisi walikuwa wananifuata. Raia wote Kenya mzima ilikuwa inanifuata. Sasa hiyo nilikuwa nimetoroka kwa Waislamu. Waislamu walikuwa nao wananitafuta kwa sababu nimetoroka na siri yao. So everywhere I was being sought. Nganga alinikobolea nyumba 1 whole year, 20,000. 1 whole year. Now every Friday nilikuwa naenda kwake kuchukua 20,000. 1 whole year. Bwana asifiwe sana. Nige ndoiga na magi ukawa kuthi kwa ithatu. Umahege akuri. Alice. Ni watu wangapi wanaweza kuja kwako sasa? Sikubiri tu kukuomba chakula. Akuje asubuhi akuombe mkate, raji asimame hapo kwa geti akuombe ugali jioni. Wewe na wewe tina kukane iboga sharia kia kuria.
Father. He took care of me. When nobody, hakuna mtu angetaka hata kuona na mimi. Kanisa hao wokovu wote walihama. Kanisa ilipasuka mara mbili ikaenda. Naye kutoka hapo. Kutoka nini? Hapo. Akapata kiwanja hapa. Saizi anaendaka service ngapi? 4. Na kanisa yake ni 4,000 sita. Na anaendanga service ngapi? 4. Kwa sababu alisema mimi sitaki waokovu, nataka hawa wachafu. Hata mimi kutoka leo Baba na kuuliza, sitaki waokovu, nataka watu wako, wale ulituma mwanao aje akawatafute. Those are the people I want. He was sent for the lost. He was not sent for the good. Me, I'm not sent for the good. I'm sent for the lost because one time I was lost. You can know the word idio matigio mareheto mweno mena diapers mai mama na diaper na mweno ne irio cikarekerio ha uga separate mai no ga separate irio kare irio. Urudi kucheza na mtu kama huyu amebarikiwa tu hivyo for nothing. Hakuna kitu nimepatia Mungu. Hakuna, there is nothing. I'm not even good. Si na tabia yangu si tuzuri. Unajua nyinyi mnatafutaka kimtu kizuri. Hakuna siku mtaniona mnikiwa mzuri. Tabia zangu si mzuri. Nitaotoka hapa nje unikuta nikifanya maneno hapa useme ule ni ule alituhubiria. Unasema hapana. Na hakuna siku nitapretend kuwa mzuri. Nitakuwa hivyo. Ukitaka kutembea na mimi utembea na mimi, ukitaka kwenda ukwende kabisa. Hivyo ndivyo Mungu aliniona na akanibariki. Wewe mzuri umebarikiwa na nini? I will stay that way because that is how God made me and he chose me. Ameniokoa kutoka kunyogwa mara 2, nimeenda jela mara 52, nimepigwa risasi 12, nimekunywa dawa mara 19. Wewe umekunywa hata Panadol hujai kunywa. Hai. Oyoke hojire diganerie Ngai ucio wajerire alikaniita kwa sababu ya hawa, niachane na hawa. No way. That is why I'm telling, prepare for the journey. Tumeanza safari. Sema tumeanza safari. Sema tumeanza safari ya kutafuta hawa. Hebu simameni hawa. Simameni hawa. Hawa, simameni. Hata wewe simama. Acha kuniangalia hapa. Simama, wewe ndio hiyo kirasi. Hawa wasimame. Hawa. Hata wewe simama, wewe macho 4, macho 6. Simama. Nani mwingine? Wewe. Sasa kaka anajifanya ni kama mtu kazuri. Hawa. Kujeni hapa mbele. Kujeni tu hapa mbele watu. Hata wewe kuja. Naona uko mrembo siku hizi. You are smart baby. Come. Kuja tu. Padeni hapa juu. Nataka mupade hapa juu. Nataka mupade. Padeni na hizo viatu zenu chafu. Siku moja mtavaa vizuri tu. Yes. Nani mwingine wa hawa? Kako wapi kale kingine kamkora? Kalikuwa kakamkora kako wapi? Kaliweda wapi? Atire kuwa. Atinoka. Hakuja. Ni nini wewe? Sasa nisalimie. Kwa hivyo mlikuja? Ako wapi mama? Si ndio nakuuliza mlikuja. Irene, kuja hapa. Hata ule kuja hapa. Waigo. Si wewe ulikuwa juzi ulikuwa Turukana. Sijuzi ulikuwa Turukana. Huyu jamaa alivurutwa na mwanamke mpaka Turukana. Simama hapa watu wakuone. Kuja hapa, simama hapa. Alivurutwa kutoka Bungoma. Unasema aje? Ulivurutwa kutoka alivurutwa na Facebook. Alafu ile sura imewekwa kwa Facebook nikasiana kama haka. Lakini kufika Turukana ni mama wa 95 years. Naongea ukweli. Sio 95. Ni ngapi? Around 45 hivi. Si unasikia? Ameniambia nisiwaambie.
Ameniambia nisiseme ni 55 na yeye alikuwa 25. Sikusema, sikuambia. Na kalikuwa katoto ka shule, kalivurutwa pole pole akapelekwa huko. So this is the people tumeitiwa. Waokofu inua mkono, waokofu inua mikono, waokofu kama wewe ni mwokofu inua mkono. Mnyinyi nasema mwokofu, mtu ameokoka. Mtu ameokoka, najua umeokoka, Yesu ni Bwana, inua mkono. Inua mkono kama unajua Yesu ni Bwana, inua mkono. This is the people mumeitiwa. Hao wazuri karo, wachana na wao. Udili na ukae na wao kwa ubaya, kwa uzuri, umurekebishe, umuvumilie baka akue mtu. Mimi nilivumiliwa baka nikakuwa hivi niko. Ninavaa kasuti kazuri kwa sababu ya kuvumiliwa. This ni nini? Ni nini tena? Si bujuka hapa. Mwambie nilikuwa navuta bagi. Simama hapo hivyo. Na wewe kaa hapa wakuone. Acha kujificha. Hivyo. Nitolewe nipigiwe hiyo picha. Wale wanajua kupiga picha. Unaenda wapi tena? Nipigiwe picha hapa. Acha ni sport. The journey has begun. Say the journey has begun. This is the team to conquer. We, baba. Niturahuro picha kaka na tutirahuro. Hapana, hukutoa picha yote. Sikusikia kitu. Sema 1, 2, 3. Smile. Sema buju. Yeah, this is the team. Kama mtu anataka tutembee ni hawa. Kila siku, kila kuchao, kila wiki tafuta mtu mmoja kama huyu umulete kwa ufalme kule biguni. Let me tell you one thing. In the Bible there is too much, there's a lot of healing. Watu walipona. Damu ziliacha kumwagika. Viwete vilitembea. Waliokuwa hawaoni hawaliona. Lakini hakuna mahali kumeandikwa when this man was healed there was celebration in heaven. Kama kunayo. That when this man was healed there was a celebration in heaven. Was there written, is there anything written in the Bible? But the Bible says when a soul came to the kingdom celebration was meant and heaven ikasimama kufanywe celebration because of a soul. Tell your neighbor, I want to shake the heavens. I want to shake the heavens. Wakristo wengi tumekibiria, tunataka kufanya miracles. Tunataka kuombea watu wapone. Tunataka kuombea wasioona waone. But this is what that makes heaven stop anything they are doing. That is the Bible saying so. That when a soul comes to the kingdom, the heavens is stopped for a celebration. So be that person that will make heaven every day celebrate because of you. Hata ukiombea kipofu apone, ukienda kwa muganga, they perform the same miracle. Nikikuja nikwambia kwenu kuna nyumba ya mabati, hapo juu kuna nyumba imekaa karaudi, hapo chini kuna choo. Ukienda padi ya chini si kuna miti, ukienda mahali hapa si kuna kitu. Ukienda kwa muganga watakuexplainia the same thing. Hakuna kitu ya maana umefanya. Hakuna kitu ya maana umefanya. I can tell you, ndaweza kukwambia baka ile nguo yote umevaa kutoka ndani mpaka nje. But ukienda kwa muganga the same thing will happen. Lakini ukienda kwa muganga umwambie lete one soul to the kingdom, he will not make it because they have no idea of this. They have no idea. This is the only secret of God for you to prosper, for you to win. If you become a soul winner, the only sole purpose of Jesus Christ is winning souls to the kingdom. Wewe ngangana tu na nataka kutoa mapepo. Mapepo tutatoa, kwani inahitaji vivosi gani? Si nikwambia wewe hiyo kitu iko ndani yako itoke na inatoka. But this one, you need the grace. How many of you are going to be praying for these souls? So stop every agenda. Tell your neighbor, stop every agenda you have.
and have one agenda. Have one agenda. Winning souls. Winning souls. Thank you. Mnaweza kuteremuka. Wapigieni makofi wanapoteremuka. Hiyo ndio mission. We have changed the mission name ya kanisa. Our mission is teaching one so that each one can reach one, for each one to reach one. Somebody say that. Teaching one to reach one, so that each one can reach one. So that each one can reach one. Teaching one to reach one, so that each one can reach one. Jipigieni makofi. That is the soul mission. Hiyo biashara ingine muachane sasa nayo. Kama ulikuwa naombea shamba na hujapata, wachana sasa nayo. Kama ulikuwa naombea bwana na hujapata, wachana na yeye. Kama ulikuwa naombea mke na hujapata, wachana nayo. Sasa tuombee for souls, and the rest will be added to you. Hallelujah. I want every Sunday tukikuja hapa tuna celebrate watu 20 wapya. Sio wa kuhama kanisa. Hawa watu wa kuhama kanisa wanakuwa troubleshooters. Wale watu wamenisubua hapa ni wale walihama kanisa ingine wakakuja hapa. Tawe. Tabitris. Tagari kubwa. Takaro. Kwanza Karo nilikuta alinipikia chai ingine. Huyu Karo unaona hapa. Alinipikia chai inakaa hii maji ya, unajua hii huko kwao ni kwa red soil. Sasa chai ile alitengeneza na hiyo red soil. Hiyo maji ya red soil the same. Alafu wakaniwekea kwa mtungi ya maji chai. Lakini kumbe in all that tulikuwa tumeendea Karo. Kwa sababu Mungu aliona hii ni madharau. Mapasta wananiitisha 10,000 shillings. Tutengeneze breakfast ya mapasta. Wananunua kreti mbili ya mayai na maziwa paketi 3 na maji mtungi mzima wakatuchamushia. Wakasema hiyo ni breakfast. Yaani mapasta, mabishop na maprofet. Rika walikuwa nikasema tuombe. Nilikuwa nasema rika parina katerinas, riko shapatorola, rika yantoro. Sasa waacha tuende kukunywa chai. Karosi ndiye alikuwa the smart guy huko. Nikaona Karo amebeba mtungi, nikafikia ni maji amebeba ya kwenda kuosha vikombe. Akaniambia mchungaji shika hapa. Na mtungi ni maji ni ya huko Gekabura huko. Ile mchanga ni ya red. Definitely mtungi lazima itakuwa hiyo kara. Sinaona mtungi udhi ya garowe keke hiyo mtungi. Alafu ndani mtungi unajua huko ndani inakuwa na lami imepakwa rangi ndio isipasuke. Si unajua hiyo? Huko ndani. Karo alipoleta kuniona, akaniangalia, akarudi akajificha na huko nyuma, akanyama, "Mtuka terioka." Akanificha na huko nyuma. Meri wanyama tulikuwa naye huko. Tuamenyanire kwa Mungu kenema. Yes. Huyu mama alikuwa ameleta kiherehere, tukamsummon kwa koti yangu. Tukamwambia kalia kwa kamawe. Ati alikuwa kiherehere. Alikalia kamawe kutoka saa 1 asubuhi mpaka saa 7. Anambia jaribu kutoka hapo, akatulipa shilingi 20,000. Sasa ndio huyu amekuja kanisani. These are the people we want. Bwana asifiwe. Mtu wako na kahistoria kake. Huyu mama ndiye alikuwa anatupikia huko Mukuru. Sinetigwa. Huyu anaweza kukupatia historia yangu. Kule nilikuwa nimefugwa na mama mzee. Nilikuwa nimefugwa na mama mzee. Na alikuwa ananichapa makofi nikichelewa kufika kwa nyumba. Hii life ni mzuri na ni mbaya. Tunaandika kitabu, acha utasikia hiyo kitabu. It will the best selling book. Kai ni mutumia. Akakutandika hewa cherero. Alafu akakwira, "Ngore uthambitie indo na ugathambia." Uchawi is real. Sema uchawi is real. Na mbarikiwe sana. Simameni kwa miguu yenu. At least leo mmefurahi. Hi. How are you?
Salamu alaikum. Umestuka? Umefurahi kwa kanisa? Huyu. Umefurahi kwa kanisani? Will you be coming? Unajua sasa unakuja hizi zingine Friday msinaenda. Bethel Clouds TV, empowering